Hello, nawasalimia wanafamilia wa YouTube ya Fun Enjoy ama Enjoying Fun. Mimi naitwa Jeff. Leo nimekuletea video ambayo itazungumzia kuhusu njia nzuri za kuweza kujua lugha ya Kiingereza au lugha yoyote, kuweza kuzungumza kwa njia ya ufanisi au kuweza kuelewa kuongea lugha yoyote kwa haraka sana. Mimi sijaja hapa kukufunza Kiingereza A to Z, hapana. Nipo nakupatia mwelekeo. Kama wewe unajifunza Kiingereza, kama wewe una mwalimu ambaye anakufunza, kama hajakwambia haya ninayo kwenda kukwambia kwa sasa hivi, tafadhali nakuomba nisikilize kwa makini, na hiki kitu ambacho nataka nikufunze kitakusaidia katika maisha yako na utafanikiwa hivi karibuni, na utanishukuru wakati ambapo utaona matunda yameanza kuonekana. Sisi tunaelewana. Kabla tujaendelea, nakuomba uweze kusubscribe katika channel yangu ya YouTube ambayo inaitwa Enjoying Fun, ili uweze kupata notification in every store. Music fills the night tall. Ili uweze kuniambia mazaifu au uweze kunielekeza niambie umeharibu kitu ambacho tunatakiwa kuboresha. Usisahau kushare ili nao waweze kujipatia faida na haya mafunzo ambayo tunayotoa. Okay, twende kazi. Sasa hivi majuzi walikuja wazungu, kwa sababu unaponiona kwa mimi nafanya kazi wa Kenya, na mambo ya Kenya, na sisi sote duniani kote ni international kuokoa maisha hali ambapo vita vinatokea, na ni watu ambao wamekuwa kwenye mstari wa kwanza kupambana sana ili kuweza kusaidia maisha ya watu hali ambapo na sisi hapa Kenya kusaidia maisha ya binadamu ambao wanateseka sana, hususan katika masuala ya illness, vitu kama hivyo. So juzi wazungu walikuja, walikuwa wamekuja kwenye ziara yao, walikuja kuangalia vitu fulani katika hospitali ambao mimi nafanya. So wakaangalia, walikuwa wamekuja kwenye mission hii moja. Walikuwa wamekuja kwenye mission ambayo inasema hivi kwamba wanataka watu ambao wangeweza kuwapeleka kufanya training ya wiki 2, na walikuwa wanaenda kuifanyia huko Australia. Yaani tunaenda tunakaa wiki 2 huko alafu tunarudi. Na kitu ambacho au mtihani ambao uliotokea hapo ni mtihani ambao ulikuwa unatakiwa kuwa unajua Kiingereza vizuri, unajua kuzungumza lugha ya Kiingereza vizuri. Changamoto sasa ilikuja hapo. Mimi Kiingereza changu kilikuwa ni kidogo. Kiingereza changu cha kusikiliza tu, lakini kujibu hamna. Mzungu akawa anazungumza na msikia, lakini kumjibu ikawa ni tatizo. Bahati hiyo ikawa imenipita. Sasa mimi sitaki nawe siku moja uje upitwe na bahati kwa sababu ya kutokujua Kiingereza. Ndipo sasa nikawa nafikiria nifanye njia gani ili niweze nami kuepukana na masuala kama hayo ya kuweza kujua lugha. Wakati mwingine hatuwezi kujua, bahati huwa zinakuja na zinapotea kwa sababu ya kukosa maarifa, umeona. So ikabidi nianze kujishughulisha na kuweza kujua lugha ya Kiingereza kwa haraka sana, kwa sababu ilionekana kwamba siku moja mimi itakuja kunigharimu, unaona, na itakuja kuniharibia vitu vingi, umeona. So hii njia ambayo nataka nikwambie ni njia ambayo itakusaidia sana kuweza kufahamu kwa haraka lugha ya Kiingereza. Njia ya kwanza, unaposoma lugha ya Kiingereza, nisikilize vizuri. Hakikisha yale ambayo umeyasoma pale shuleni unayafanyia kazi. Hiyo ndiyo njia ya kwanza na mbinu ya kwanza ambayo utatakiwa kuweza kutumia. Kwa sababu unapojifunza Kiingereza pale shuleni
au kwa mwalimu yoyote wherever, alafu mwisho wa siku ukitoka ndani ya darasa wewe unaendelea kuzungumza lugha ya nyumbani au lugha ya Kiswahili, ndugu yangu, miaka yako yote hautafanikiwa hata siku moja. Unasikia? Sijui kama tunaelewana. Jaribu kuwa unazungumza, tafuta watu ambao wanazungumza lugha ya Kiingereza, au kama nyie ni wanafunzi wawili, tafadhali mnapotoka shule jaribu kufanya mazoezi ya kile ambacho mwalimu amejaribu kufanya nini? Amejaribu kuwafunza ili muweze kuwa vizuri. Umeona? Kwa sababu ukiendelea kujifunza shuleni alafu mwisho wa siku hautendei kazi yale mwalimu ambaye amekufunza, rafiki yangu, mimi nakuhakikishia miaka yako yote, siku zako zote hautowahi kufanikiwa. Na utashangaa watu wengine ambao wameanza kujifunza lugha nyuma yako wanajua, lakini wewe ambao ulianza kitambo hujui, itakuletea tatizo ambapo wewe mwenyewe utakuwa unashangaa, utakuwa unajiuliza kwani ni nini nimekosea, shida ni nini? Umeona? So mimi ndugu yangu nakushauri uweze kufanya nini? Uweze kujifunza kuongea lugha ya Kiingereza. Hata kama unaongea makosa, kuna wale ambao wanakuwa na uoga wa kuongea, wanakuwa na uoga wa kuzungumza, lakini mimi nakushauri achana na uoga, acha uoga rafiki yangu, zungumza lugha. Na kitu kingine, jaribu kama una simu au kompyuta, laptop, chochote kile, jaribu kudownload video movie ambazo ni za Kiingereza. Kwa mfano movie za Kinigeria. Kiingereza cha huko Nigeria ni Kiingereza ambacho kinasikika. Umeona? Usidownload zile za American, zile za wa Marekani, kwa sababu zile zitakuchanganya, hutaelewa. Kizungu cha wale ni kizungu ambacho hata wazungu wenyewe sometimes hawaelewi. So jaribu kudownload movie ambazo ni za Kinigeria, ambazo zitakusaidia kuweza kuimprove lugha yako, utaongeza yani uwezo wa kuzungumza. Umeona kitu kama hicho. So njia nyingine, jitahidi sana kusoma vitabu. Hiyo itakusaidia sana kuweza kuboresha uzungumzaji mzuri wa Kiswahili na ubongo wako utakuwa vizuri. Unasikia? So tafadhali nakuomba jaribu kusoma vitabu sana. Na kama ni msikilizaji mzuri wa radio, tafadhali weka kwenye zile sheni ambazo zinazungumza lugha za Kiingereza, ndipo utakuja kunishukuru hapo baadaye. Ukiatendea kazi hayo ambao niliyokuelekeza, utakuja kunishukuru na utani appreciate. Na kama umependezwa na hii video, na kukumbusha pia subscribe na ubonyeze alama ya kengele iliyoko pembeni yako, ili tunapo upload video zetu mpya uweze kuwa wa kwanza kupata. Na usisahau kucomment na pia share, ili watu wengine waweze kujua, waweze kunufaika na haya ambayo tunayo yafunza hapa kwenye hii YouTube. Na kuomba uweze kusubscribe, uweze kubonyeza alama ya kengele ambayo iliyoko pembeni yako. Chao, tutazidi kuzungumza na wapenda sana mpaka wakati mwingine. Mungu azidi kuwabariki. Thank you so much. Hello, na wasalimia wanafamilia wa YouTube ya Fun Enjoy ama Enjoying Fun. Mimi naitwa Jeff. Leo nimekuletea video ambayo itazungumzia kuhusu njia nzuri za kuweza kujua lugha ya Kiingereza au lugha yoyote, kuweza kuzungumza kwa njia ya ufanisi au kuweza kuelewa kuongea lugha yoyote kwa haraka sana. Mimi sijaja hapa kukufunza Kiingereza A to Z, hapana. Nipo nakupatia mwelekeo. Kama wewe unajifunza Kiingereza, kama wewe una mwalimu ambaye anakufunza, kama hajakwambia haya ninayo kwenda kukuambia kwa sasa hivi, tafadhali na kuomba nisikilize kwa makini, na hiki kitu ambacho nataka nikufunze kitakusaidia katika maisha yako na utafanikiwa hivi karibuni, na utanishukuru wakati ambapo utaona matunda yameanza kuonekana. Sijui tunaelewana? Okay, kabla hatujaendelea, na kuomba uweze kusubscribe katika channel yangu ya YouTube ambayo inaitwa Enjoying Fun, ili uweze kupata notification zetu pindi tunapozi upload, na usisahau kubonyeza alama ya kengele, na usisahau kucomment ili uweze kuniambia madhaifu au uweze kunielekeza, uniambie kwamba umeharibu hapa, kitu ambacho
kingetakiwa kwenye hii video tuweze kuboresha. Na usisahau kushare na watu wengine ili nao waweze kujipatia kunufaika na haya mafunzo ambayo tunayoyatoa. Okay, twende kazi. Sasa hivi majuzi walikuja wazungu, kwa sababu unavyoniona hapa mimi ni mfanyakazi wa Kenya Red Cross. Kenya Red Cross inahusika na mambo ya afya hapa Kenya, na sisi wote tumekuwa tukishuhudia ya kwamba Kenya Red Cross duniani kote ni international organization ambayo inajihusisha na masuala ya kuweza kuokoa maisha ya watu pale ambapo vita vinapotokea duniani. Sisi wote tunafahamu, na ni watu ambao wamekuwa kwenye mstari wa kwanza kuweza kupambana sana ili kuweza kusaidia maisha ya watu pale ambapo watu wanapoumia. Mission yao ndo hiyo. Na sisi kwa hapa Kenya mission yetu ni kuweza kusaidia maisha ya binadamu ambao wanateseka sana, hususan katika masuala ya illness, vitu kama hivyo. So juzi wazungu walikuja, walikuwa wamekuja kwenye ziara yao, walikuja kuangalia vitu fulani katika hospitali ambao mimi huwa nafanya. So wakaangalia, walikuwa wamekuja kwenye mission hii moja. Walikuwa wamekuja kwenye mission ambayo inasema hivi kwamba wanataka watu ambao wangeweza kuwapeleka kufanya training ya wiki 2, na walikuwa wanaenda kuifanyia huko Australia.